Mwanangu Fadha Maimba, ongeleni sana kwa kazi yenu nzuri ya Mama Abduli. Kwenye kazi za YouTube kuna mashindano mengi. Na kwenye kazi za YouTube watu wanashushana sana. Usikubali mtu akushushe au aishushe kazi yako au aiponde. Kwa hiyo naomba unapotunga utumie akili nyingi ili Mama Abduli isishuke, iwe juu, ipate viewers. Jamani ndugu zangu mashabiki, mabibi na mabwana, mimi Biti Msume mnavyoniona, naifuatilia sana Mama Abduli katika YouTube. Kwa hiyo na nyinyi naomba mfuatilie Mama Abduli kwa sababu ni tamthilia moja wapo ni nzuri na inaelimisha jamii. Mama Abduli mama town, Mama Abduli mama, Mama Abduli mama Nyakita, Mama Abduli mama mama. Kwa mama shida nini kwa? Shida nini? Mimi nataka kuoa kwa nje, wewe umekaa tu ndani, sijui umelala, sijui unafanya nini? Anakuwa nani? Sijui kuna watu kama nimekutana nao huko wanataka kuniua bila sababu za msingi. Mimi hata sasa napita zangu wanaanza kunishamba kuniambia wewe unajishaua, sijui unafanyaje. Mimi najishaua nini? Wanataka kunipiga mimi, wananipiga mimi, wanataka kuniua. Kunaona hao watu huko ndani. Sasa kupiga vipi mamangu? Usije kwa umeenda huko umekanyaga mwenyewe huko. Ndio wamekupiga mamangu. Wewe pumbavu sana wewe. Nishakanyaga wakati mimi unaona ndio anaona donge hapa kwa sababu eti hichi kijumba changu cha ulisi wa mume wangu. Ndio anaona donge, anafikiri mimi labda nimejenga mwenyewe hiki. Wanataka kunipiga bila sababu za msingi. Wana tu ndani uko tena msiba. Pumbavu wewe. Basi mama tuliza jazi basi nielezee vizuri mama. Nitaweza kujazi bani wakati nimeumia kwa nimeumiza miguu yote na niuma huko. Sasa na nipaukie hivyo mimi nitakuelewa vipi mamangu? Sasa nisikilize. Mimi kichani kutoka nimepigwa huko. Nimepigwa. Kuna binti sijui mama fulani anaitwa sijui Mama Abduli. Sijui anajiita nani mwenyewe. Nasikia tu hilo jina. Mimi simjui. Kanikuta hapo mimi natembea zangu wananisema yeye na mwenzake sijui kijana gani sijui. Oh yule mama anajishaua na vinguo vyake vya nsiniguse kwamba eti yeye anajua na kijana. Anajua na kijana kwani mimi nimezeeka nini hasa? Ya kuonekana mimi sivai vinguo vyangu vya enzi. Yaani yule mama nimemind yule. Nimemind. Mama Abduli mimi namjua, itakuwa ndio yule mke wa yule daktari aliyokuja siku ile kukutibia hapo. Ndio mume Mama Abduli yule? Ndio. Aha. Yule ambaye mweupe daktari ambaye alinisaidia hapa siku tukamchamba yule. Ndio huyo. Ana ndevu hivi. Sio video vipi? Limeisha. Sasa na mamangu sio unaposema huko kusema sawa imeisha afu baadaye ukaja kufanya hayo leo kasema ale. Mimi ambayo siyataki mamangu. Abaya kuhusu ukamleta hapa kibenteni mama mimi sitaki. Nitakutolea lazima nikutolea. Nikutolea lazima. Mama naona unasimamia pumbavu wenzio. Basi yameisha. Wa vipi wanangu, mbona kinyonge? Kuna bibi mkubwa mwanangu kaja kuchelega maskani kwetu mwanangu. Eti anakuja hapa mwanangu. Eti nataka kupa naye na nyumba kubwa mwanangu, maisha kweli. Kwa mwanangu yule sinichi. Afule mpoma nyungu kishenzi mwanangu. Bibi nye mzee tu mwanangu, maisha kweli. Kaja kuchola wauni ndio kusaya yangu tukalia. Maisha kweli. Zatazarau. Afoka mjibu nini? Nenda jichenge huko. Uona akili kweli? Mtunye mzee mwanangu, umemuona? Huyo anawashwa mzee mama yako, ndo ana mzee. Huyo watu wengine wanapita nao tu. Sasa mnarusha sawauni. Mnakaa hapa mnacholeka watu wanapita na kuoneni hapo mnajikalisha. Mtu kama huyo akipita tuluka naye. Wewe vipi wewe? Mshantoa mudi na nyenye mnazingua kinominike kwa mimi ningesepa naye. Sikia. Wewe kama umezoea kula vibodu, nenda kale. Sawa? Yakikukuta hapa usije hapa. Sema tuachane nayo. Nani jana usiku katoka? Najua hamna alotoka, wote mnalala tu. Mimi ndo nifanye kazi ya kutoka niwalete nyie ndo tule. Nyesi mnachukulia baridi. Sema baridi. Natoa mzigo hapa. Huu mzigo sitaki masiara kabisa.
Sio mnanitazama tazama na mimi mdoli hapa ninavyoongea ndo nishasema sitaki masiala. Wewe nikikutumaga hela zangu unapita picha sana. Asa ngoja tuane. Shika mali hapa imevunjika kio, sema mwambie atatengeneza mwenyewe 35. Gwanta hapa mwanangu wewe. Wewe sina leo. Kondo hivyo. Kasaga miseni hapo baadaye tukutane. Wote tunakula au sio? Hii mwambie akupe laki. Yuko mwanangu kwa imeharibika kio mwambie akupe 80 tu inatosha. Vipi sambona itauchawi sana wewe? Nimetoka kuzisaga mizaju ningepigwa huko, msingekuja kunigombelezea nyi. Lazeni kukaa hapa mnakata mabibu wale walisikilizika wanapita bora mkachukue vibukubuku huko mnakaakatwa. Oa mwanangu Mbanga. Vipi mango na kinyongo na lalala tu. Leo ndugu yangu bwana na uya maskani hapo nyewe bwana anafezea tuna njaa tumboni tangia asubuhi jana. Sasa mwanangu, yani unalala usiku, mwisho siku namsubiri mandai aje umlalamike njaa. Huo sio mtoto wa kiume huyo mwanangu. Sasa mnajeza wingi tu mwanangu, kundi watu 5. Mwenzenu uko hadi leo hajaja. Hapa anachukulia baridi. Chika. Leo utaenda kununua miogo. Yangu shukrani bwana, niko na njaa maana hapa tangia asubuhi sijala mpaka sasa hivi unavyoona hapa tumboni nasikia minyoo inakuangua. Sema ndugu yangu shukrani bwana, mimi bwana nikaangalia chochote kitu tumboni bwana kiingie bwana. Sema angalia muni alalamiki njaa. Poa na kupanga hivi. Asala wako uje hapa tena useme habari yako ya njaa basi hatutaki. Ndio nishakwambia. Wachukulia baridi nini? Wanangu nendeni basi. Mama Abduli. Paka, tangulia nyumbani nitakukuta. Naitwa Mama Abduli, eka shughuli, ndo vitu vyake na shoga zake. Na kama mjui subiri, ndani ya dakika mbili, pilika zake na tambo zake, lazima umjue. Mama Abduli mama, Mama Abduli mama, Mama Abduli mama, nyakita. Oya, changu. Abduli, tangu lini umeenda kuchukua nje? Wewe toa hela watu watatuona hapa, mbona ngolo wanje nyingi mimi nitasepa huyu. Bwana jumba. Toa hela, mimi changu kwenye ziwa napiga kazi huku nachekelea ile kwenye maziwa. Basi chukua. Hili limeisha. Kinga. Sawa. Chapu kachukue kinga utanikuja. Nyo. Wewe tangu lini Mabili akaliwa na buku wewe? Hii buku yenyewe nimeichukua tu kwa sababu sijui leo unakula nini. Miogo itanisaidia, mpumbavu. Kinga nimesahau. Buku, mbavu zako utakuta manyoya. Kwa heri. Mama Abduli mama, Mama Abduli mama, Mama Abduli mama, nyakita. Mama Abduli mama, mama, Mama Abduli mama, mama. Basi cheza kama roido, kama jonjo, cheza kama roido, kama roido. Hapa kama roido, piga makasia au kumakasia. La sana, huyo mtu kinywa pombe, alafu usilewe. Kwani napendeza. Mungu Baba, nisamehe madhambi yangu yote niliyofanya. Mimi najua msafi. Nimesafika na maji safi, maji murua, maji burudani kabisa, maji ya moto. Mboe yao wameyamaliza wenyewe. Sisi bado tunatawa na dunia yetu, dunia mpya. Inasema tuta 2020 hatuna mababa.
Huyu si baba kabisa na familia yake huyu. Kashakunywa mipombe yake, kalewa kaka. Kwenye mimaji michafu ajiona ipo bichi mwenyewe. Umeganda, wanakulia macho. Wanaangalia. Wanakaa mtoto vya mwenzio. Na kuagiza tena unisikie. Na unielewe, sawa. Nenda pale kwa Mama Abduli. Chumba cha huku. Cha upande wa kushoto. Sijui kulia kule upande wa chooni chumba hiki cha mwisho. Nenda pale kuna mke wangu mnene. Nenda kamwambie hivi. Mumewe niko beach naoga. Yala mwambia hai takufa mimi huko. Sawa? Anenda. Mwambie. Acha ninywe pombe, niwanunua mwenyewe pombe zangu mwenyewe. Shogangu, pole kwa ulichokipata huko, maana ajali yako wewe tu machi. Viajali vyangu mimi vidogodogo tu, mimba, gono, UTI na visovu, maisha yanaendelea. Hivyo juzi kati tu nimetoka kutoa mimba ya polisi, sijui nani alikuja kunikamata nyumbani, msobe nikamalizana naye, kitu kikaitika. Lakini kwa hilo la kwako, pole udugu wangu. Kwa hiyo unaniona kama mimi mpembe au nimefanya makusudi au ya kuelewa yani? Sasa mpaka unaniuliza wewe maswali ndugu yangu, nimekosea wapi? Mimi nakuonea huruma, kwa hiyo ni vibaya kumsikitikia mwenzio. Alafu kiangalio ni udugu wangu wa damu. Kwa hiyo mimi sikulaumu kama sio ulifanya uzembe au nini, tunahangaika ila tutegemee kuvuna ulichokivuna wewe. Sasa cha msingi tu shoga yangu, nakubidi tu mrudie Mungu wako, maana Rudia, sijakusikia vizuri hivi. Usichosikia nini? Yaani hapo wewe cha msingi sasa hivi ni utubu, urudi kwa Mungu wako. Ulichokivuna ni kizito shoga yangu. Kaa utulie pale, utubu yote uloyafanya. Hivi shoga yangu, sijatulia kipindi hicho nilivyokuwa mzima, ndo nitulia sasa hivi kwa sababu nimelipata la kulipata. Yaani ninachokwambia, yaani kwa hili nilolipata, yaani vijana wa Mwajasi, Vikindu, nitahakikisha na usambaza chana kwa upe. Nimekufa. Yaani siachi kipisi cha mtu. Nitampakaza mmoja baada ya mwingine. Nife peke yangu. Thubutu. Labda sio mimi. Yaani hivi ninavyokuambia shoga yangu, uwe makini na hizo harakati zako. Maana hivi unavyoniona, mwali ndo kwanza nipo kazini. Uwe bidara. Kwa una lengo la kutuua, si ndio? Mama, ujumbe wangu ndio huo kwa hili shoga yangu. Ila welanda. Mshenzi we. Umejitia kutuacha huko, wenzao tunaenjoy maisha kujifanya unaenda mjini. Nenda kudanga mjini. Ushadangiwa saa hizi, jua limekufika utosini. Na msambazia kila mtu. Kumbe huyu shetani upo kwenye kampeni huyu Halafu huyu dawa yake huyu. Yaani kanitoa nyumbani mbio twende tukaongee kujileta hapa Machakani, ananiambia habari za kipumbavu kama hizi. Mshenzi mmoja. Ila kaniokoa na mimi nijiangalie. Kitanilamba. Kaja kikazi udada. Mama Abduli mama, Mama Abduli mama. Mama Abduli mama, nyakita. Mama Abduli mama.
acha nenjoy. Nakula la. We paka wewe. Toka jana ujarudi nyumbani umekuja kulala hapa Mambo gani unayofanya jamani? Si unanidhalilisha mimi. Wewe kama unanidhalilisha mimi mke wako ya mambo unayofanya. Wewe kuja kulala hapa kweli? Unakuja hapa unalala, angalau watu wanapopita, angalau watu wanapokuangalia unatolewa akili kabisa. Mimi nishachoka na ya mambo kwa kweli. Shoga yangu, kama mwenyewe ndio huyu kazi unayo. Kwanza nashukuru mke wangu umefika kunifuata mimi kidume. Mme wako kipenzi ambaye unanipenda na mimi nakupenda, mke wangu Aida. Ila mke wangu mimi jana sijaja kula nyumbani kwa sababu nimekunywa, nimelewa. Nikaona bora nije hapa beach nije kupunguza pombe, ili pombe ipungue kichwani na mwilini. Subiri kidogo, tunaendelea. Wapite wadhamini. Kama nimekuja hapa kulala mke wangu, mimi sijapenda kulala hapa. Sikuwa tatizo ya huko nyumbani. Yule mchawi mganga sijui ndo analeta, hasababisha sisi au mimi mmeo kuteseka kama hivi kwenye maji. Hapa nilipo toka jana misiala. Ntaina niuma. Naomba mke wangu, mimi siwezi kwenda nyumbani. Akoma kimoja. Kwanza kaniletee chakula. Nile mumeo kipenzi, unanipenda na mimi nakupenda mke wangu. Pili, niletea nguo nibadilishe. Sawa, alisha nguo niende zangu kuhangaika, kwa sababu mke wangu nikutengenezea maisha na wewe enjoy, uvae upendeze. Kama mimi niache hapa hapa, sini nyumbani, sini suit kama paraka. Sababu unajua nikienda nyumbani kuna matatizo kibao chugu mzima. Mganga wako mchawi anataka kuniroga mimi, aniue mimi. Papakani wangu ndo maana nimekuja kukaa huku peke yangu, sitaki shida ya mtu. Hivi kuna faida gani ya kusoma kama unaweza ukasoma alafu mwisho wa siku ukaishia kuzurura tu mtaani? Hii elimu ina maana gani kama unaweza ukapoteza muda mwingi kwenye shule, kwenye vyuo huko kuhangaika, ukapoteza ada, jitihada zako, alafu mwisho wa siku ukawa unapita tu unasema degree hiyo inapita, diploma hiyo inalandalanda? Kuna maana gani ya kusoma kama unaweza ukasoma ukafaulu vizuri alafu mwisho wa siku ukakosa hata hela ya kula? Hii elimu ina maana gani sasa? Kama watu wanasoma alafu wakimaliza wanaambiwa kwamba wanatakiwa wajiajiri kwenye mambo ambayo hakuyasomea. Hii elimu ina maana gani? Inatusaidiaje sisi? Kwa nini watu wengi wanasoma alafu wanaotakiwa kuajiriwa ni wachache? Sasa singekuwa tu jamani wanaohitajika kuajiriwa ni kiasi hiki, kwa watu waende shule kiasi hicho ambacho kinahitajika kuajiriwa. Kwa nini tunasoma wengi alafu ajira ni chache? Moyo umechoka. Umechoka. Na wazazi walikuwa wanatuambia kwamba mwanangu, elimu ndio ufunguo wa maisha yako.
Soma mwanangu, uje kunisaidia baadaye. Elimu ni ufunguo wa maisha. Maisha gani? Mbona siwezi kuyafungua maisha yangu sasa? Mbona siwezi kuwasaidia wazazi wangu sasa? Ina maana ilikuwa tunadanganywa? Ina maana walivyokuwa natarajia sivyo ilivyo? Yaani kwa nini shule imekuwa inawapa watu matarajio? Watu wanaamini kwamba ni kusoma, ukimaliza unapata kazi, unafanya maisha yako, lakini mwisho wa siku wengi wanajikuta matarajio yao yanaenda tofauti. Kwa nini shule imekuwa sio msaada kwa watu wengi, bali imekuwa ni stress? Ni kweli tumefundishwa vitu vingi sana shuleni ambavyo vinaweza vikawa msaada kwa jamii, lakini vipi kuhusu maisha yetu? Unawezaje kuwa msaada kwa wengine kama wewe mwenyewe unakosa hela ya kula? Unawezaje kuwa msaada kwa wengine kama unakosa pa kulala? Unawezaje kuwa msaada kwa watu wengine kama wewe mwenyewe huelewi future yako inakoelekea? Hii elimu ina maana gani? Kama unaweza ukasoma alafu mwisho wa siku unazunguka tu na vyeti, unaenda huku unadharaulika, unaenda huku unakataliwa, unaambiwa utatakiwa, hautakiwi tena. Sawa, kama basi ilikuwa issue ni kujiajiri, basi tungefundishwa kujiajiri. Kwa nini tumefundishwa kuajiriwa alafu tunaambiwa tujiajiri? Yaani miaka inaenda, nazunguka tu na mavyeti, nazunguka na mabarua, nimekuwa mtu wa kuandika barua na kuonyesha vyeti vyangu, kuandaa CV, hiyo ndio imekuwa ajira yangu sasa. Maisha yangu mimi yamekuwa ndo haya. Haya ndo maisha yangu. Nimechoka. Mbona we bado? We mtoto, hayo maneno unaongea na mimi? Ndiyo. Babu kubwa kabisa, mindevu imekusimama alafu unasema nimechoka. Kwa mindevu imenisimama eh? Ndiyo. Mindevu imenisimama? Ndiyo. Kwani unaitwa nani? Mimi naitwa Shishi. Shishi, unajua kuniumbua. Kitu kubwa sana mindevu imekusimama. Usinicheke, utakuja kuwa mkubwa atakukuta. Kuna muda ya maisha yanakupiga mpaka tuondoke. Tuondoke. Wewe ukipita huko barabarani unajita kabisa mimi na mke nyumbani. Nategemea kuja kuitwa baba wa familia Baba wenyewe ndio wewe, unafanya mambo kama haya vituko Ni mwanamke gani ambaye ataweza kuvumilia haya mambo? Nimechoka paka mambo unayoyafanya kwa kweli. Kweli ni mume wangu, lakini nimekuvumilia vya kutosha. Yaani huko kunapoelekea tutaachana hivi hivi. Yaani hata sielewi. Sijui ni mwanaume gani ambaye hataki hata kubadilika. Mimi nashindwa kuelewa kabisa. Nimeongea sana na wewe, naongea hiki. Mungu wangu. Wewe nimeshakuzoea. Kila siku maneno, vurugu, uchoki kuongea. Shida nini? Na najua hapa unapiga kelele. Unaongea sana kwa sababu tu niache nisuse ule unenepe wewe, mimi nikonde. Siachi. Nakula kawaida mpaka nimalize. Ongea, ukichoka unaniacha.
Kata mguu, kata mkono, kata kichwa, kata